Mimi kwa muda mrefu nilikuwa najiulizaga nini chimbuko la Dar es Salaam, yaani jina Dar es Salaam. Unajua mikoa mingine, unajua Dar es Salaam imekaa kama Kiarabu hivi, haieleweki. Yaani chimbuko lake lilikuwa ni nini? Mimi naomba leo tusaidie. Ukianzia kwako mwana diplomasia. Ngoja kwanza. Wewe leo unajua chimbuko la Dar es Salaam? Hapana. Teddy unajua? Sasa ngoja niwape darasa kidogo lakini hiyo ya kweli. Yes, okay. Na sio kama najua sana, yani idea unajua. Sisi tunapenda kukaa na wazee. Wazee huwa wanatufunza. Kwa hiyo kwa ninavyofahamu na mtanikosoa kama nitakuwa nakosea. Kwanza neno Dar es Salaam limetokana na neno la Kiarabu yani Darus Salam. Darus Salam. Ambayo kama sikosei maana yake ni mji wa amani. Yaani kama nyumba ya amani au mji wa amani. Sasa kihistoria zamani ili eneo lote lilikuwa linaitwa eneo la Pwani ya Mashariki ambapo sasa hivi Dar es Salaam ilikuwa inaitwa Mzizima. Yes. Mzizima. Lakini sasa baada ya hizi ujio wa Waarabu na activities za wakoloni, sasa kipindi cha ujio wa Waarabu ndio kwa kuwa walipofika kwa mji una amani umetulia ndio wakaita Dar es Salaam. Na ndio maana hata kwenye ile nembo ya jiji ile city council wameandika bandari salama. Kwa hiyo kwa ninavyofahamu historia ndogo niliyokuwa nayo niliyojifunza yani kwamba maana Dar es Salaam ni mji wa amani. Na ndio maana unaona automatically Tanzania kama Tanzania ni sehemu ya amani. Dar es Salaam ni sehemu ya amani. Na ndio maana pia mimi nawiwa sana hii vijana wengi tujue sisi tunatakiwa sana kuhakikisha yani whatever it is tunaendelea kudumisha na kulinda amani tuliokuwa nayo kwa sababu historia ya mji wetu imetokana na neno la mji wa amani. Kwa majina naitwa Asmani Idi, ni mwongoza watalii katika hifadhi ya msitu wa mazingira asilia Vikindu. Msitu wa Vikindu unafanya utalii ekolojia. Tukisema utalii ekolojia ni mjumuiko au muunganiko wa vitu tofauti tofauti kuwemo katika eneo moja. Sawa? Na ndani ya msitu pia tunafanya shughuli au activities tofauti tofauti.
ikiwemo forest walk. Nini maana forest walk? Forest walk ni matembezi ndani ya msitu, aidha yawe marefu au mafupi. Shughuli ya pili tunaifanya ni ya camping, kwamba watu wanakuja kwa ajili ya kukempu, ambako ni kulala sasa kwa muda wa usiku kwa kutumia mahema. Na pia tuna utalii wa picha ambao kitaalamu tunaita photographing. Kwa hiyo mtu akija ana uwezo wa kwenda kupiga picha katika maeneo ambayo tumeandaa kiasilia zaidi. Na pia tunafanya utalii wa uvuvi ambao tunaita sport fishing. Kwa mteja ambaye anawiwa kuja kufanya uvuvi ndani ya msitu wa Vikindu pia tunamruhusu, kwa sababu ni miongoni mwa activities au shughuli ambazo tunazifanya katika hifadhi yetu. Lakini pia ndani ya msitu tuna viumbe tofauti tofauti wakiwemo nyoka, wadudu, ndege pamoja na wanyama. Kwa upande wa wanyama tunaye nguchiro, nguruwe pori pamoja na kima, ambao viumbe hao pia ni rafiki kwa binadamu, kwamba wanapokuona wewe pia hata wao pia wanahofia maisha yao kuwa hatarini. Kwa hiyo wanaweza pia wakakufanyaje, wakakukimbia wewe binadamu. Lakini pia msitu wetu umezungukwa na vijiji tofauti tofauti. Vijiji hivyo pia vinafaidika na msitu huu. Kwa sababu gani? Panakuwa na hali ya hewa iliyokuwa nzuri sana ambayo inamfavor kila mwanadamu ambaye anazunguka huu msitu. Vijiji hivyo ni Vikindu, Mwandege, Mlamleni, Kamegele pamoja na Kisemvule. Kwa vijiji hivyo pia vinanufaika na uwepo wa msitu huu hapa wa Vikindu. Kwa hiyo ilikuwa ni short briefing au utambulisho mfupi tu kuhusu hifadhi ya msitu wa Vikindu, ambako kwamba tukienda huko ndani sasa tutajionea vitu tofauti tofauti, ambako pia I hope pia tutaenjoy na tutafurahia safari yetu. Kwa mpaka hapo ulipofikia, kama labda kuna client au kuna mgeni yoyote ambaye hajaelewa au labda ana swali anataka kuuliza, anaweza akauliza pia. Karibuni. Okay, mimi nina swali mawili au matatu. Kwanza tunafahamu huu msitu upo upande wa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga. Sasa nilikuwa natamani kujua inachukua eneo la ukubwa kiasi gani kwa ujumla. Hiyo moja. Alafu mbili, sasa tumesema tuna wanyama ambao umeeleza ni rafiki kwa binadamu. Sasa ninataka uniambie uonekanaji ama upatikanaji wao hao wanyama upoje? Yaani wanaonekana mara kwa mara au ni mara chache au yani huwa wanapatikanaje au wanaonekanaje, au labda una sehemu maalum ambayo ukienda lazima utakuta? Sawa, nianze na swali la kwanza ambalo ni ukubwa wa msitu, si ndio? Eneo letu lina ukubwa wa kilomita za mraba 1698. Okay. Kwa hiyo unaweza ukazunguka siku nzima pia usiweze kulimaliza eneo hili hapa, ambako ukienda upande wa mashariki imepakana na vijiji vya Kisemvule pamoja na Vikindu. Ukija upande wa magharibi unaenda mpaka karibia na Mbande. Kwa hiyo unaweza ukatembea siku nzima hata usimalize msitu mpaka Mbande. Yeah. Lakini pia tukija kwa swali la pili ambalo linahusu wanyama, kwamba hao wanaonekana vipi, si ndio? Wanyama wetu si wapo tu randomly, hatujafungia mahali popote pale. Na nikisema kwamba ni rafiki ni kwa sababu wao wenyewe pia wanaelewa nini maana au nini ambacho kinaendelea hapa ndani, kwa maana ya kwamba kila siku wanaona binadamu wanafanyaje, wana move. Kwa hiyo hata wao pia ni vigumu sana kureact. Kwa sababu gani? Wanaona kwamba sawa watu ni nini, ni friendly, kwamba hawajaja kwa ajili ya kutuataki sisi wala hawajaja kwa ajili ya kutufuata sisi, ile wamekuja kwa ajili ya mambo yao binafsi. Kwa hao viumbe wapo tu randomly, unaweza kukutana nao pia sehemu yoyote ile, ila tu uwe mpole. Kwa sababu gani? Kiumbe yoyote yule ana react kutokana na yeye mwenyewe utakapokuja. Okay. Endapo utaenda kwenye mazingira yake ambayo labda yupo amejihifadhi, afu ukaenda ukamkanyaga au ukambuguze, pia anaweza akareact vibaya kwako wewe. Kwa hiyo viumbe wapo, lakini ni wapole sana endapo wataona binadamu, kwa sababu hata wao pia wanahofia maisha yao kuwa hatarini. Mimi swali langu, umetaja neno vijiji. Viko vijiji vingapi kwa maelezo yako? Takriban 5. 5. Ambavyo vipo karibu na hiki kivutio. Ni kwa namna gani wananchi wa hivyo vijiji wanashiriki katika utunzaji wa mazingira? Kwa sababu tunafahamu hifadhi nyingi zilizokuwa karibu na makazi ya watu na mambo huwa yanatokea. Je, kwa upande wa huku Mkuranga ikoje? Yaani uhifadhi wa hii wa mazingira ya hifadhi na wanakijiji, kwamba wananufaika vipi, wanashiriki vipi katika kutunza msitu? Sawa. Huwa tuna taratibu ya kutoa elimu kwa wananchi ambao wanazunguka huu msitu, ambako tunaenda kutoa elimu ya uhifadhi pamoja pia na elimu ya kutunza mazingira. Wananchi hao pia wanaipokea vizuri tu elimu hiyo, ambako wanatoa ushirikiano endapo labda ikitokea labda kuna moto ambao umewaka kwenye mipaka,
huwa wanatupigia simu au pia wanakuwa responsible, watu wa kwanza kabisa kwenda kuzima moto huu hapo. Au pia kwa upande wa wanyama pia, endapo kuna mnyama labda kaonekana kwenye kijiji fulani, wao pia wanakuwa watu wa kwanza kabisa kutoa taarifa ili mnyama huo akarudishwe kwenye hifadhi. Lakini pia ukija katika kuchangia sasa uhifadhi zaidi, huwa tunawashirikisha. Kuna kitu ambacho tunaita fanya renovation, yani kuweka miti katika maeneo ambayo yameshakatwa zaidi au katika eneo ambayo ni open areas. Kwa hiyo tunawashirikisha wao jamii kwenda kutusaidia hayo maeneo kuyahifadhi kwa kutumia hiyo miti. Karibuni sana jamani. Tushafika tayari kempu ambako panaitwa Mkangazi Campsite. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuja kufanya shughuli tofauti tofauti ikiwemo za bonfire na pia baadhi za games ambazo tutazifanya katika eneo hili hapa. Kwa hiyo karibuni sana ili muweze kuona pia. Sawa, wakati tunaelekea, kwa nini Mkangazi? Kwa nini Mkangazi? Kutokana pia na miti ambayo inapatikana hapa inaitwa mikangazi mingi kwa jina la Kiswahili, lakini kwa hiyo ni miti ambayo imetapakaa katika eneo hili hapa, ambako ukienda katika majina ya Kiingereza au kisayansi zaidi inaitwa Raphia falciparum, lakini kuja katika jina la Kiswahili ni mikangazi. Ndio kama hivi hiyo. Hii hapa hii yote unaiona. Yes, ni mikangazi. Sawa. Yeah, ni miti ambayo imetapakaa sana katika eneo hili. Kwa hiyo ni sehemu ya Mkangazi. Hapo sawa, tumekupata. Tupo katika tenti ambalo tunaita ni family tent. Hii family tent inaweza kubeba mpaka watu 10 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mkija as a family tunawapa tenti ambayo itaweza kuaccommodate wote kwa wakati mmoja. Watu one ya kapu. Uzuri hapa kuna family na kapu. Walikuwa single hamna. Kwa kapu Yeah, fungua za yes. Karibuni sana jamani. Asante. Kwenye daraja letu la mto Mkangazi. Ambako nilioeleza tangu tupo campsite kule kwamba tutaenda kwenye daraja la mto Mkangazi ambako ni sehemu ya kupigia picha na pia ni sehemu ya kuchukua picha mjongeo ambao ni videos. Lakini pia kwenye eneo hili hapa kuna maji ambayo kiasilia zaidi tunasema ni maji ambayo yanatoa mikosi pamoja na nuksi ambazo binadamu yupo nazo. Lakini kiimani kama utakuwa na imani basi unaweza kutoa nuksi hizo hapo. Kwa hiyo maji yako mbele hapo, tutatoka hapa wote, tutaenda wote ndio. Yes, wote. Hapo wote. Ila mpea na nuksi zaidi. Yani kila mtu ana nuksi zake. Kila mtu ana nuksi zake. Twende kwenye maji. Tokea atakuja baadaye. Kwa hiyo tushafika tayari kwenye maji yetu kama mnavyojionea chini hapo yana flow. Kwa hiyo pana utaratibu pia kuweza kwenda kunawa. Ataenda mmoja mmoja, ataenda upande wa chini na atanawa kwa utaratibu maalum. Na unaruhusiwa pia ukifika eneo hilo hapo utie nia au uongee kitu chochote ambacho kinakusumbua kwenye maisha yako kupitia maji yako. Kama ukiwa na imani inaweza kutokea kabisa yani. Lakini wakati unatia nia, hakikisha unatia nia taratibu, yani usitoe sauti, kimoyomoyo tu unaongea na Mungu wako au na vitu vyako ambavyo unaviamini wewe mwenyewe, ukafanyaje ukaviongea katika eneo hilo la maji. Hauruhusiwi mtu yoyote kukaa mwenzako wakati upo juu, hauruhusiwi kukaa chini. Kwa sababu gani? Tunaamini kwamba anapotoa nuksi kule, wewe ukikaa chini huku unazibeba. Kwa kama labda na mazambi yake kule, wewe ukiona nao huku unafanyaje? Unachukua wewe. Mimi swali langu, kuna ushuhuda wowote ambao umeshawahi kufanyika labda kwa watu ambao mtu au watu ambao walitembelea kipindi cha nyuma wakasema mimi nilikuja nikafanya hivi na hivi alafu na mambo yakabadilika katika namna yake? Ushuhuda huo? Yani binafsi kupokea ushuhuda kwa sababu kuna dada alikuja akafanya hivi vitu
lakini baada ya kukaa miezi kama 4 au 5 hivi nirudi na kuniambia kwamba bana, vile vitu ambavyo nimevifanya nilifanya kwa imani zaidi na nilifanikiwa kweli. Karibuni sana jamani Bwawani. Asante sana. Tumeshafika, ili ndio bwawa la Miwaleni ambako niliwaambia tangu tupo kule campsite kwamba tutaenda kwenye bwawa ambako tunafanya shughuli tofauti ikiwemo za kuendesha maboti pamoja na utalii wa picha pia. Kwa hiyo vitu vyote tutavifanya katika siku ya leo. Kwa kabla ya yote pia tutaanza kwanza na utalii wa picha ambao tutaenda kidarajani pale juu. Tukishatoka pale sasa tutakuja kumalizia hapa kwenye utalii wa kuendesha maboti. Okay. Let's go. Asante sana. Sasa hii sehemu pia licha ya kupiga tu picha ni sehemu pia ambayo tunaifanyia meditation. Okay. Kama mtu unaweza ukaja hapo ukakaa ukaongea na Mungu wako kabisa yani. Unaweza ukaja hapa na mkeka wako ukakaa kutwa nzima kabisa, kwa sababu ni eneo ambalo lipo tulivu sana na hata nature yake pia inajionyesha, inajielezea pia. Ukiachilia mbali hivyo pia tunafanya utalii wa kuangalia ndege au bird watching. Okay. Unaweza ukaja hapa saa 12 au saa 1 usiku ile ukaja ukaona mandhari nzuri ya ndege wanavyokaa katika eneo hili la Bwawani. Kwa hiyo kwa sasa hivi tutapiga picha, tukishamaliza tutaendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo karibuni sana. Sana wageni wangu, tumeshafika tayari kwenye mchezo wetu ambao niliwaambia tangu tupo mapokezi kule kwamba tutakuwa na games katika siku ya leo, na mchezo wetu wa kwanza ndo kama huu hapa ambao mnaoona, unaitwa mchezo wa darts. Sawa Mchezo huu una sheria zake ambazo zinaainishwa kupitia hichi kibao mnachokiona hapa. Umeona hizi namba hizi? Ukilenga namba 1 ina maana wewe tunakupa alama 1. Ukilenga namba 2 inaenda hivyo. Kama ukilenga labda 13, 18, kwa hiyo mshindi atakuja kupatikana yule ambaye ana namba kubwa zaidi. Sawa Na katika siku ya leo tutakuwa na timu mbili ambao ni timu green na timu red. Na kila timu itatoa kiongozi wao mmoja ambao atawakilisha katika kucheza huu mchezo. Sawa Na kabla yote pia nimeona sura mpya ambazo zimeongezeka kwenye grupu hili. Kwa hiyo ningeomba pia wapite mbele ili tuweze kuwaona pia jamani. Karibuni. Okay, kwa sasa tutagawana ambao utakuwa team green na team red, then tutaendelea na mchezo wetu. Na kila timu italeta kiongozi wao hapa ili aje awakilishe. Naona no kufanya hivi. Sawa, ni kwamba unatulia unarusha hivi. Ukifanya hivi na maana hata ushakosa. Ukiamua kamba zaidi tunakaa. Fresh kama hivi. Mantoka pingana hapo hivi.
Moja, mbili, tatu, action. Tukishinda kama tukishinda kama tukishinda. Piga, endelea. Maliza. Moja, mbili, tatu, action. Hivyo. 16. Kwa hiyo unafundisha chukue mali fangu. 16. Twende. Aibo. 19 yo. 19 yo. Yanga bingwa. Sawa. 1, 2, 3, start. 0 brother. 1, 2, 3, start. 0 brother. 1, 2, 3, start. 15. Green. Wamepata jumla 34 vitufe. Ready? Jumla 15. Tumewacha mbali sana. Mshindi. Bado sijatangaza mshindi. Ndio tunasikitika matokeo. Sawa. Na mshindi wetu kwa siku ya leo ni Green. Tupo kwenye game yetu ya pili, sawa na hii game inabidi utulize akili sana kwa sababu ni ya challenging, sawa Kwa hiyo mimi nitakwambia green and orange. Ukisikia green inabidi ubaki hapo kwenye green. Ukisikia orange inabidi move kwenye orange. Sasa ukikosea ukiambiwa green afu ukienda kwenye orange upo nje, sawa Ndio. Kwa hiyo mindset. Tumeelewana Kwa hiyo tunaenda kuanza mchezo wetu sasa hivi. Orange. Green. Orange, brother. Nawe pia. Alikuwa anatoa Basi yako. Sawa. Kimekatoka. Green. Ngoja, sorry. Sawa. Twende. Napoteze. Unasikia? Nisikiza ni mimi, sawa? Twende. Green. Orange. Green. Orange. Green. Orange. Green. Green. Orange. Green. Orange. 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 Green. 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 Hadi mimi nimebaki sasa. Sawa. Orange. Twende. Sogea mbele. Okay. Sawa. Tunaanza Twende. Orange. Green. Orange. Green. 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 No, I'm tired. Atoka mwenyewe. Wewe pigisha ua. Twende. No, niko naongea. Hakuna. Twende bana, twende. Toka huko. Sawa. Orange. Green. Orange. Green. Orange. Orange. Kachatoka mwenyewe. Okay. Twende bana, twende kazi. Green. Orange. Orange. Green. Green. Wanaanza chaji kule. Orange. Green. Orange. Green. Green. Orange. Orange. Green. Orange. Green. Orange. Green. Orange. Orange. Green. Green. Orange. Green. Orange. Orange. Green. Orange. Green.
orange, green, 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 orange, green, green, orange, green, orange. Mshindi nani? Unapewa. Tunamkabidhi jamani bingwa wetu. Oa, piga kelele kwa bingwa wewe. Yes, mambo vipi? Pasina shaka mzima, buheri wa afya. Karibu sana, hii ni Safari na Marafiki. Leo timu nzima ya Safari na Marafiki imekuwa na safari katika hifadhi ya msitu asilia wa Vikindu, ambapo kwa pamoja tumekuwa na wakati mzuri sana wa kutembelea maeneo mbalimbali mazuri na ya kuvutia yanayopatikana katika hifadhi hii ya msitu asilia ya Vikindu. Na sisi kama washiriki wa Safari na Marafiki tumejifunza na kufurahi mambo mengi ndani ya msitu. Na muda huu tutapata wasaa wa kujadili mambo kadha wa kadha tukiwa kama vijana, au sio jamani? Au sio? Lakini leo tumekuwa na namba nzuri sana ya marafiki ambao tumekuwa pamoja. Tumekuwa na rafiki Charles Michael ambaye yeye ni mfanyabiashara, lakini pia tumekuwa na rafiki Miss Leila, yeye ni mtaalamu wa mawasiliano, ni afisa mawasiliano na uchechemuzi, mtaalamu wa mawasiliano. Lakini pia tumekuwa na rafiki Hamza Ismail Chinga, yeye ni kijana mwanasiasa. Lakini pia tumekuwa na rafiki Ali Magwila, mimi napenda kumuita Diplomat Magwila, yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Okay, lakini pia na masuala ya diplomasia. Lakini pia tumekuwa na rafiki Miss Teddy, yeye ni mtaalamu wa masuala ya fashion au rimbwende, napatia. Yes. Lakini pia tumekuwa na rafiki Jafari Dicha ambaye yeye ni afisa usafirishaji na ametusaidia sana kuhakikisha safari yetu imekuwa na mafanikio makubwa. Lakini katika mjadala na mazungumzo haya tumetembelewa na rafiki yetu Sharifu Bashiru Dadi. Yeye ni mdau wa maendeleo ya vijana. Kwa hiyo tutakuwa pamoja katika kupiga story hizi, na tumekubaliana kwenye muda huu ambapo tunapata wasaa wa kurefresh na kuzungumza. Tumekubaliana tutazungumzia masuala yanayohusu ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika sekta ya utalii na kukuza uchumi, au sio? Sasa bila kupoteza muda naomba nimkaribishe bwana rafiki yetu Sharifu. Sharifu, karibu sana katika Safari na Marafiki. Asante sana, nashukuru sana. Na tumekuwa na wakati mzuri hapa siku nzima, lakini pia tunaamini ni wasaa mzuri sana wa kujumuika na wewe. Wewe Sharifu ni mtaalamu wa masuala ya mtaalamu na mbobezi wa masuala yanayohusu maendeleo ya vijana. Labda utueleze kwa mawanda mapana kabisa, hivi tukizungumzia ushiriki na ushirikishaji wa vijana katika masuala katika sekta ya utalii na kukuza uchumi, labda hii unadhani kwa uelewa wako inagusa nini hasa? Asante sana. Kwanza niseme naitwa Sharifu Bashiru Dadi. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya maendeleo ya vijana, lakini nikibobea zaidi kwenye masuala ya kisera. Na kwenye mada yetu hii ya leo, naweza kusema kwanza nipongeze, lakini pili niseme kwamba Tanzania tumebarikiwa vivutio vingi zaidi vya utalii nchini. Vipo ambavyo vya kitaifa ambavyo vinafahamika zaidi, lakini kwa ngazi za wilaya, na sisi leo tumepata bahati hapa Vikindu kuwepo katika eneo hili. Kwa hiyo naweza kusema kwamba utalii nchini umekuwa ni nyenzo kubwa sana ya kukuza uchumi nchini Tanzania, na utalii umechangia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwa takwimu za mwaka 2023 ambazo zinaonyesha kwamba takriban trilioni 18.6 ambao sawa na 9.5% ya pato la taifa limetokana na utalii. Hiyo ni mwaka 2023. Hebu fikiria 24, fikiria 25, na fikiria sasa hivi tumeingia 26. Lakini pia utalii huu ulitengeneza ajira zisizopungua milioni 1.4 ambayo na ikileta ajira mpya karibia 97,300. Okay. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa za World Travel and
and Tourism Council. Yes. Kwa hiyo hii sasa inatengeneza taswira gani ukiileta sasa na taswira halisi ya vijana nchini Tanzania? Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, vijana nchini Tanzania kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35 wanachukua karibia asilimia 34.5. Kwa hiyo sasa tunapozungumza ushiriki wa vijana kwenye masuala ya utalii na kukuza uchumi kwa nchini Tanzania, maana yake tunagusa eneo kubwa sana ambalo sasa hawa vijana ndio tunatarajia kuwa ndio wabunifu wakubwa, na sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa teknolojia na tunahitaji ubunifu mkubwa sana kwenye upande wa teknolojia, hasa kwenye upande wa utalii na uchumi. Kwa hiyo kuangalia vijana katika sekta ya utalii nchini Tanzania, maana yake tunaangalia kesho na matumaini ya nchi ya Tanzania katika ukuaji kiuchumi. Sawa sawa. Naam. Pasina shaka tumepata darasa hapo la vitu fulani hivi ya kuhusiana na masuala ya vijana. Tumeona vijana namna gani kitaifa na kimataifa wanatambuliwa na masuala ya utalii kwa ujumla. Sasa labda marafiki, tusikie sisi tunavyofahamu vijana wanashiriki vipi katika haya masuala ya utalii. Hebu sasa tuangalie ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika utalii. Tukianza, vijana wenyewe wana nafasi gani ya kushiriki katika shughuli za kiutalii? Na hapa tuangalie utalii kama shughuli ya kiuchumi. Nadhani wewe Ali una background ya masuala ya kiuchumi bwana. Vitu vyangu hivyo. Mtupi bwana kidogo. Kwanza kabla sijaanza kuzungumza kuhusiana na ushiriki wa hao vijana katika masuala ya utalii na kukuza huo uchumi, kwanza inabidi tujue uchumi ni nini. Yes. Uchumi ni ule mfumo mzima ambao unahusisha uzalishaji, usambazaji, lakini pia usimamizi wa rasilimali ambazo hizo rasilimali ni very scarce, yani very limited katika supply yake. Yes, katika zile usimamizi wake sasa ule mfumo sahihi wa kusimamia ndio tunauita uchumi. Ambapo huu uchumi huu umegawanyika katika makundi mawili. Yani uchumi mdogo, yani microeconomics, lakini pia uchumi mkubwa, yani macroeconomics. Kwa hiyo tukiangalia ushiriki wa vijana katika utalii na kukuza uchumi, kwa moja kwa moja kwanza tutawaangalia vijana wenyewe, hao vijana hao wanakuwa benefited ili kukuza huo uchumi. Lakini pia tutaangalia serikali ambayo ni kwa macroeconomics. Je, serikali inafaidika vipi na huo uchumi na dunia kwa ujumla? Yes. Kwa hiyo kwa vijana hawa vijana ambao wanashiriki katika hili swala la utalii, yani maana yake nitasema leo kuna dereva wa gari ambaye ametubeba ametuleta hapa. Leo kuna mtu ambaye ametupikia chakula hapa. Leo kuna watu ambao wako nyuma ya kamera ambao tupo nao hapa. Leo kuna sisi wenyewe ambao tuko hapa. Leo kuna kampuni mfano Safari na Marafiki ambao wametubeba wametuleta hapa ili sisi tuweze kujifunza kuhusiana na utalii wa nini. Lakini pia kuna askari ambao wako hapa wanatulinda. Je, hili kundi lote hili kwa tafsiri ya kakaangu Sharifu kama sijaenda mbali, ni kundi la watu kuanzia labda miaka 18 mpaka 35. Sahihi. Ni wachache sana ambao wako above hiyo age. Sahihi. Tunajifunza nini? Kwa katika hii chain nzima the main actors ni vijana katika kila sehemu ambayo nimeigusa. Kwa hivyo hii imekuwa ni sehemu kubwa ya kutupunguzia lile wimbi la kupata ajira. Yaani ile stress ya kutokuwa na ajira sasa hivi limeweza kwa kiasi kikubwa kupunguzwa na swala zima la utalii. Lakini pia serikali pekee haijabaki nyuma katika hili. Serikali nayo pia inapata mapato hapa. Sehemu kubwa ya mapato tunapata hapa. Kampuni ambayo itataka kuleta watu hapa lazima ijisajili, iwe na vidhibiti ambao itapewa sheria mbalimbali, italipia malipo mbalimbali ili iweze kusajiliwa ili iweze kuleta watu hapa. Lakini pia haya magari ambayo yanatuhudumia yanasajiliwa ili yaletwe hapa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwa namna moja ama nyingine serikali inakuwa benefited na hili swala zima la utalii. Hivyo basi tukisema ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika sekta ya utalii katika kukuza uchumi, tunaugusa uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini pia tunaugusa uchumi wa nchi nzima the world.
Okay, pasina shaka tumesikia kutoka kwa kwa Rafiki Ali vile ambavyo amegusia upande wa vijana sisi wenyewe, lakini pia namna ambavyo serikali imekuwa imefanya. Najua kuna mengi, lakini nilikuwa ninatamani tusikie sasa hivi vijana wenyewe, hasa vijana kuna fursa zipi za kibiashara vijana ambazo tunaweza tukazichangamkia front katika sekta ya utalii ili tuweze kunufaika kiuchumi. Rafiki Charles ni rafiki mfanya biashara. Hebu tusikie kutoka kwako Rafiki Charles. Asante kwa mada nzuri. Kwa upande wa fursa, mimi ni mtu ambaye nikipenda kutembelea sehemu, cha kwanza naangalia fursa gani ambayo mimi itaniingizia kipato. Yaani kwa hapa tu Vikindu panatamanisha kwamba kuongea na TFS niweze namna gani kuweka hoteli yangu hapa, ili watu wakifika wafike sehemu ya kulala. Kwa hiyo ni moja ya fursa. Kwa sisi kama wafanyabiashara, Iringa kuna misitu ya uvunaji. Watu wanavuna kwa ajili ya kutengenezea karatasi, kutengenezea stiki, furnitures. Sisi kama vijana wafanyabiashara tuone hizo fursa na serikali iongeze nguvu ya kuarika vijana wafanyabiashara na kutoa elimu fursa ambazo ziko kwenye uvunaji wa misitu. Kwa hiyo kuna fursa nyingi ukija huko kwenye hizi sehemu, especially sisi vijana wafanyabiashara tutenge kama muda ketu kadogo. Tunajua tuko busy na maisha ya fedha. Upande wa fursa ambazo zinaweza kupatikana au zinapatikana katika vivutio vya utalii. Kwanza kwa sasa hivi tunafahamu vijana wengi tumebobea kwenye masuala ya mitandao. Fursa ya kimtandao. Tuna ma-streamer wakubwa ambao wapo watengeneza maudhui kama Safari na Marafiki. Kwa hiyo pia vijana tunashauri au kupitia sisi Safari na Marafiki tunashauri vijana wenzetu hasa wale ma content creator wakubwa watumie vivutio hivi vya utalii vilivyokuwepo ndani ya nchi yetu kuwa ni sehemu ya kutengeneza maudhui. Tuna yule mtengeneza maudhui ambaye anajivalisha kama nani Kipusi. Umeona? Ambaye anaweza pia kwa mfano kama leo hii sisi tumetembelea hapa Vikindu. Anaweza pia naye akaja, hata ma content creator wengine ambao wanatamani kufika mbali katika hiyo tasnia yao wakatumia ma streamer wakubwa pia watumie vivutio vyetu. Kwa hiyo mimi naiona fursa hasa kwenye upande wa mitandao. Kwa hiyo nashauri vijana waitumie. Kwa upande wa fashion, yani mitindo na ubunifu, sekta ya utalii pia haijatuacha nyuma. Ambapo kwa bahati nzuri Tanzania tumebarikiwa vivutio vingi vya utalii. Ambao ni fursa, wana mitindo wanaweza kuitumia kama fursa kwa sababu wanaweza kuandaa maudhui kwa kuchukua picha lakini pia video ya mavazi ambao wameyatengeneza. Ambao inaweza yakawa ni unique ukikompea na kwenda kuchukulia studio au katika hoteli za kifahari naweza kusema. Lakini pia kama tunavyofahamu katika haya maeneo yetu ya vivutio vya kitalii yanatembelewa na watu tofauti. Wapo watalii wa ndani lakini pia wapo watalii kutoka nchi za nje. Mimi nafikiri ni fursa pia kwa wanamitindo kuweza kuleta mavazi yao wayatangaze, lakini pia uwezi jua linaweza kumvutia nani na nani anaweza kununua, ambao inaweza kumsaidia kukuza kipato chake binafsi. Yes. Okay. Sasa nadhani tumeona kwa pamoja na tumekubaliana kwamba kuna namna ambapo vijana tukichangamkia sekta ya utalii kuna fursa za kiuchumi ambazo tunazipata na tutanufaika. Sasa inawezekana vipo vitu ambavyo vinafanya kupunguza au kurudisha nyuma hii kasi ya ushiriki wa vijana katika masuala haya ya sekta ya utalii na kurudisha nyuma jitihada za kunufaika. Kwanza tuzitambue, alafu tuseme tushauri nini kifanyike. Tunadhani kuna vikwazo gani vya vijana kushiriki katika fursa za sekta ya utalii? Nani anadhani kuna vikwazo ambavyo vipo vinafahamika? Okay, Magwira? Nikizungumza katika field yangu mimi kama mtu ambaye kidogo nimesema sana mambo ya uchumi. Ndio. Hawa vijana inabidi wapewe vikwazo vikubwa ambavyo vinakuwa vinawaface tuseme ni finance. Okay. Yes, kwa sababu hii sekta
apart from kuwa na fursa nyingi, lakini pia kuna changamoto ya mitaji. Yani hapa ili tuanzishe tu kampuni ambayo inahitaji hapa tuwe tunaleta watu, tunahitaji fedha, vibali, usajili, nini. Lakini pia sorry, kabla pia hapo nakumbuka sio kwa namna mbaya, ni kwa namna nzuri, lakini nakumbuka ili kuwa na sifa za kuwa na kampuni ya kuendesha shughuli za kiutalii, yani tour operating company, moja ya vigezo nakumbuka ipo ile ambayo inasema lazima uwe na gari 4x4 with bima ile comprehensive insurance, of which ndo hapo inakuja katika mtaji. Inaweza ikawa kitu ambacho kinapelekea watu kuhofia napataje 4x4 yenye vitu vyote hivyo, si ndio? Yes, na ukizingatia hii nchi ni nchi ambayo inaendelea. Ndio. Kwa hiyo pia ni changamoto. Though serikali inajitahidi na nini kutoa ile mikopo ya 10% ya vijana, lakini bado wanao access ni wachache. Kwa sababu watu pia bado hawana ile information kuhusiana na hayo mambo. Bado hapa kuna vijana ukiwagusa ukiwaambia habari ya 10% sijui halmashauri, hajui mtu. Lakini pia na hapo pia kweli serikali imefanya. Tumeona hata hivi karibuni zimetangazwa bilioni 2 kwa watengeneza maudhui ambao huenda sekta ya utalii pia, maudhui ya sekta na utalii pia ikawa sehemu ya wanufaika, right? Lakini bado atakaofikiwa ni wachache. Wewe mwenyewe umesema uchumi kwamba ili kuendesha uchumi kunakuwa na scarce resources. Kwa hiyo resources are always scarce, alafu needs wants are unlimited. Kwa hiyo yani hiyo dunia yote haiwezi kutoa fedha kumaliza matatizo yote, si ndio? Tusikie kwa dada Leila, yeye anasemaje kwenye vikwazo? Mimi kutokana na field ambayo nipo ya afisa habari na uchechemuzi, naweza nikasema bado kuna kikwazo kikubwa cha ukosefu wa taarifa sahihi. Hivi mnaweza mkaamini kwamba vituo viwili kabla ya kufika hapa kuna vijana wengi sana ambao hawajui kwamba hapa kuna eneo la utalii. Mnaweza mkaamini hicho kitu? Na naongea hicho kitu kwa experience kabisa. Tulivyokuwa vituo viwili before kufika hapa, tulijaribu kuuliza vijana, baadhi ya vijana like hivi kuna maeneo ya utalii maeneo haya, ama kituo kimoja baada hapa ama vituo viwili baada hapa? Wakasema no, hatujui kama kuna sehemu za utalii maeneo kama haya. Kwa hiyo naona kuna umuhimu mkubwa sana wa kutoa hizi taarifa sahihi. Lakini pia kabla ya kuja, nilivyopata simu yako Mpe, nilijaribu kufanya research ili kupata like taarifa sahihi ya sehemu ambayo tunakuja. Na nikajaribu pia kuuliza vijana wenzangu, hivi like mshawahi kwenda sehemu ya Vikindu, kosti zake ziko vipi, kuko vipi? Taarifa ambazo nilipata si za kweli. Yani nilivyozipata na nilivyokuja hapa ni vitu viwili tofauti. Na nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya research kabla ya kufika eneo husika, kwa sababu wote tumeshuhudia cost za hapa ni very costless. Yani kuanzia tulivyofika, vitu ambavyo tumefanya, activities, yani ni nafuu sana. Ni kweli mitandao ya kijamii imeboreshwa na sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji, lakini tunatakiwa pia kuwa makini na kuzitafuta taarifa sahihi sehemu husika. Sasa labda tuseme sasa tushauri nini kifanyike hasa ili kuhakikisha vijana wanapata taarifa na maarifa na wanakuwa sehemu ya shughuli za kiutalii ili kupata nafasi ya kukuza uchumi. Kwako Dicha, nini kifanyike? Asante. Kwa ufupi zaidi, nini kifanyike kwamba serikali tuongezee ubora na urahisishaji wa miundombinu ya kufika katika vivutio vya utalii. Yangu ni hayo tu. Sawa. Kwa maana ile access and accessibility iweze kuongezwa. Katika nini kifanyike, vitu vya msingi zaidi vya kwanza navyo, kwanza tuhakikishe kwamba vijana wanapata taarifa sahihi kama alivyozungumza madam pale, kwamba vijana wapate taarifa sahihi ya nini kiko wapi na nini kinafanyika. Hiyo itasaidia kwanza kuhakikisha kwamba vijana wanaingia kwenye sekta ya utalii. Lakini pili, tuhakikishe kwamba tunapunguza tunasema urasimu. Michakato ni mirefu na ni mingi sana vijana wanapoamua kutaka kuwekeza kwenye masuala ya utalii. Lakini serikali pia tunaomba iendelee tena kuongeza kuweka incentives za vijana ambao wanaingia kwenye masuala ya nini ya utalii. Ikiwezekana hata kwenye zile 10% za halmashauri, basi vijana ambao wanataka kuingia kwenye utalii wapewe vipaumbele zaidi kwenye hizo pesa na miradi ambayo wanaamua
kuifanya. Mimi nilikuwa ninadhani hapo 10% kama zenyewe ni sehemu ya fungu, huwe na fungu jipya yani kama tulivyoona kuna fungu jipya limetoka kwenye Wizara ya Habari, huwe na fungu la Wizara ya Maliasili na Utalii specifically kwa vijana na pia kwenye upande wa Wizara ya Vijana kwa sababu kipindi kile wakati imeunganishwa ikiwa kwenye ofisi ya Waziri Mkuu kulikuwa kuna fungu la miradi ya vijana ambayo nadhani watu wengi walikuwa hawana taarifa nalo. Sasa hivi tuna vijana platform, basi tumie kule kusema kwamba vijana kwenye upande wa utalii tumetenga kiasi hiki waweze kuona namna gani wanaenda, lakini pia serikali hebu iongeze jambo hapa kwenye hii bilioni 20 ambazo Mheshimiwa Rais ametoa, basi waseme kwamba vijana ambao wataenda kwenye content creations za masuala ya utalii ambao ndio inaleta uchumi mkubwa hapa nchini, basi napo zile pesa nazo ziangaliwe hawa vijana ambao wanafanya content za namna hiyo waweze kupata zaidi. Sasa hapo tumesema serikali ni kama vile serikali ina mambo mengi ya kufanya katika hilo, ama ulikuwa unataka kusema Lela? Kabisa, lakini pia naona kuna umuhimu mkubwa wa vijana kushirikishwa katika ngazi ya maamuzi, na maanisha kuanzia kwenye bodi ya utalii, kamati ya maendeleo, yani sisi tuweke kule juu katika ngazi ya maamuzi ili haya mawazo yetu, mapendekezo yetu yaweze kufanywa kazi ipasavyo. Sawa. Lakini labda kwa kuongezea, mimi nadhani na sisi vijana tuna kila sababu ya kuona kwenye fursa tunachukua hatua. Yaani tusiwe tuna mawazo ya serikali. Kwa hiyo katika kila taarifa, kwa sababu taarifa of course zipo na serikali imejitahidi tuna vyombo mbalimbali, mitandao ya kijamii, access za information zipo kwa kiasi chake. Kwa hiyo na sisi vijana tuna kila sababu ya kwenda extra miles ya kuvumbua vitu vipya. Kuna sehemu hazifahamiki, tuende huko kama safari na rafiki ambazo tutakuwa tunafanya, kutembelea sehemu mbalimbali ili kuhakikisha fursa tunazifuata ili hizo fursa ziwe sehemu ya maendeleo. Ndugu zangu, tumekuwa na wakati mzuri sana wa kupiga story na kujadili kuhusiana na ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika sekta ya utalii na kukuza uchumi. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, asanteni sana. Lakini pia nashukuru sana kushiriki na sisi leo katika Safari na Marafiki. Niwaambie tu mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Ukiwaona marafiki wamekutana pamoja, ujue kuna safari nzuri sana anaiandaa. Tukutane kwenye safari nyingine. Hii ni Safari na Marafiki. Mimi ni Abdi Mpehe na hawa ndio marafiki. Safari na Marafiki.